Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, kwa kudra zake, kwa ilmu yake ya azal, ametufikisha siku ya leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 20 mwezi wa 3 Machi mwaka 2025 sawa sawa na siku ya 20 Ramadhani. Na ikiwa ni siku ya 20 Ramadhani, nafikiri ndio usiku leo baada al-maghrib tunaanza i'tikaf. Nini i'tikaf? I'tikaf ni kuulazimu msikiti, kuulazimu msikiti, yawe ndio makazi yako usiku mchana, kwa sababu ya kutafuta fadla za usiku wa cheo ambao usiku huu tunautarajia katika makumi ya mwisho ya Ramadhani ambayo yanaanza leo usiku. Uwe ndani ya msikiti, masharti haya: msikiti uwe ni msikiti ambao unaswaliwa jamaa kama msikiti wetu huu, uwe ni msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa kama msikiti wetu huu. Kwa nini? Kwa sababu itakuwaje wewe ukae itikafu sehemu ambayo huswali jamaa? Yaani umeruka jambo la lazima ukaenda kwenye sunna. Itakuwaje uswali au ufanye itikafu ndani ya msikiti ambao hauswaliwi Ijumaa? Pengine Ijumaa iwe wewe ni za kugura, za kufata msikiti mwingine. Itakuwa umeruka jambo la wajibu kwako wewe, umefanya jambo la sunna. Kwa hivyo Allah itikafu ni hapa au Masjidun Nur au Markaz ad-Da'wa wa hakadha, ile misikiti ambayo inaswaliwa Ijumaa kwa sababu ya kutoacha Ijumaa na kutoacha jamaa. Na i'tikaf kwa ufupi kabisa, wanachuoni wamekubali itikafu hata saa moja, 1 hour, uchache. Unaweza ukakaa ukasema na mimi nimekaa itikafu. Tukisema hivyo, unapokuja msikitini, mfano saa hizi utasikiza darasa, tia nia ya itikafu, utapata thawabu. Tukikaa masaa yetu au dakika zetu 45, ukimaliza ushapata thawabu za itikafu, kwa sababu kwa uchache ni lahdha, ni hilo jisaa. Lakini sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika 10 la mwisho Mtume alikaa itikafu 10 la mwisho la Ramadhani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutafuta usiku wa cheo. Lailatul qadri khairun min alf shahr, ni bora, una fadla zaidi. Yani hizi fadla maana yake ni malipo, yale malipo yanakuwa zaidi usiku ule mmoja. Nani huyo ambaye amefanya amali ndani ya usiku ule? Yani usiambiwe usiku wa cheo ni bora kuliko miezi 1000 ukatafuta. Ni bora vipi? Ni bora katika fadla kwa yule ambaye kwamba amejilazimisha kufanya amali ndani ya usiku ule. Umesoma Qur'an usiku ule, itakuwa umesoma Qur'an miaka 83, ndio miezi 1000. Tena hapa Allah anasema khayrun min alf shahr, kuliko Sasa hii miezi 1000 ni zaidi,
Sasa kwa hisabu ya haraka haraka, miezi 1000 ni miaka 83 au zaidi, lakini ni zaidi utakapo udiriki usiku huu wasoma Qur'an. Usiku huu umekudiriki waswali, basi itakuwa swala zako zimelipwa bora zaidi malipo yake kuliko miezi 1000. Umemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Alhasil ni kujitahidi katika usiku ule kufanya amali. Sasa mimi nakaa itikafu usiku. Sisi wengi tukaa itikafu usiku. Kaa itikafu asubuhi saa 2 uko Neptune Village. Sema mimi nakaa itikafu bwana. Sawa, kama tulivyosema, kwa sababu itikafu utalipwa kulingana na ule urefu utakaokaa. Lakini sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuhama kule nyumbani, ukaleta mizigo yako hapa, ya kwamba wewe uko hapa, mkeo wa kutembelea hapa, hutoki isipokwenda kununua sabuni, hutoki isipokuwa kwenda kununua mswaki. Sisi tutasoma Madina wakati huo, tutasoma Madina. Basi ikifika Ramadhani tuwapanda gari tuenda Makka, tuenda kukaa itikafu ndani ya msikiti wa Haram, al-Masjid al-Haram, ule msikiti al-Haram. Si tumeambiwa kwamba swala zake ni kama msikiti mwingine kuswali swala 100,000. Sasa tuenda huko na sisi tuenda kuswali huko, tuenda kukaa itikafu huko. Tumebahatika, ni bahati kubwa hiyo. Basi tuenda huko tukaa msikitini, asubuhi tuko nje. Tutatafuta nini? Tuenda kutafuta pesa, kwa sababu kule wenzetu matajiri, ukifika mwezi wa Ramadhani ile mikono inatoa. Sisi tunao matajiri, sio kwamba hatuna, tunao matajiri pia, lakini kutoa ni tofauti na kuwa nacho. Kutoa ni sifa ya mtu, sio kuwa nacho. Si tunao sisi matajiri huko, lakini kule wewe maadamu ni mwanafunzi, kuna tajiri anasema mwanafunzi yoyote akija akithibitisha ni mwanafunzi kwa kitambulisho au kwa maneno, basi ana riali 1000, 1000 rial. 1000 rial hizo tumesema hivi sasa ni times shilingi 30 za Kenya, times 30. 1000 times 30, una pesa ngapi? How much money do you have? Una 30,000 wewe, umeondoka mtu mmoja tu, kaenda kwa mwingine. Hayo tunayazungukia kuanzia asubuhi mpaka saa 10 tuarudi msikitini. Tungoja magharibi twala la itikafu mpaka asubuhi tena utakavyokaa kama tunavyosema. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katuongoza itikafu ni kuhama nyumba, utoki isipokuwa kwa dharura. Lengo na madhumuni ni tafuta usiku wa cheo ambao ni usiku mkubwa huko kwenye masiku ya witri ya 10 la mwisho. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao kwamba wataipata. Tuanza leo. Na kumbe Lailatul Qadri Muislamu, kila Muislamu akijitahidi anaipata. Utaipata vipi? Usiku unaanzia magharibi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, watu wanafungua. Ikiwa ndio usiku wa cheo waupata tayari wewe katika kufungua. Ukiomba dua umeomba dua usiku wa cheo. Magharibi ukiswali umeswali katika usiku wa cheo. Isha ukiswali umeiswali katika usiku wa cheo. Tarawehe umeiswali katika usiku wa cheo. Sasa kitu hapa kinachohimizwa ni kujitahidi. Kujitahidi katika zile amali. Kwa nini? Kwa sababu watu wanashindana, kupitana, watu wapitane. Lakini wewe hiyo miaka 40 yako ambapo kwamba ulianza kufunga na waswali magharibi, waswali isha, waswali tarawehe, umepata usiku wa cheo. Kila mwaka upata usiku wa cheo, lakini yatategemea yale mashindano. Naudhu billahi, wengine usiku wa cheo kwa sababu ya kule kuchagua kwamba leo utafanya, kesho sifanyi, kumbe unampita hajui. Kumbe umempita hajui, maskini. Lakini uzuri ni kuunganisha masiku yote, ndio sababu Mtume akakaa itikafu. Darasa yetu ya leo ni ile hadithi ya Umar ambayo kwamba tutaendelea nayo. Maswali haya manne. Swali la kwanza akamuuliza
akhbirni anil islam, nielezee kuhusiana na Uislamu. Tukazungumza tukasema, Mtume akajibu vipi? An tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Mtume akamjibu hivyo, kushuhudia kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na Muhammad ndiye mtume wake. Pia kushuhudia kwa moyo, kukiri kwa moyo na kushuhudia kwa ulimi, kutamka kwa ulimi kwamba Muhammad ni mtume wake. Neno hili ashhadu an la ilaha illa Allah ndio neno la ilaha illa Allah. Mpaka Mwenyezi Mungu alikubali, lina masharti. Mpaka liende kwa Mwenyezi Mungu lina masharti, yani mpaka likubalike lina masharti. Sharti nini? Sharti ni vitu ambavyo kwamba ni maandalizi, ni milango ya kuingilia ile sehemu. Swala ina sharti na ina nguzo. Wanachuoni wanasema sharti ni kitu ambacho kwamba kiko nje ya kitu, na nguzo ni vitu ambavyo kwamba viko ndani ya jengo. Hizi nguzo ziko ndani ya jengo. Sharti ni vile vifaa vya kujengea, materials, viko nje, mpaka vichanganywe, viletwe, vitengenezwe nguzo. Nguzo za swala ni kusimama, takbiratul ihram, kusoma al-Fatiha, kwenda rukuu, kuitadili. Ndio swala yenyewe hiyo. Hiyo ndio swala yenyewe hiyo. Kwa hivyo ni nguzo hizo, nguzo za kusimamisha kile kitu. Lakini masharti ni tahara. Swala haiswihi mpaka uwe tahara. Kwa hivyo tahara iko nje ya swala. Usije kwenye swala mpaka uwe tahara. Kuingia wakati, kujistiri, hivi ni vitu ambavyo kwamba viko nje ya swala, lakini vinaitwa sharti. Kwa hivyo neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah lina masharti ili likubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayeona, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, anajua Mwenyezi Mungu siri zetu. Sisi tutamka tu, lakini Mola ndiye anayejua kwamba Ali katamka ndilo, Salim katamka silo, ni yeye Mwenyezi Mungu anajua. Sasa haya masharti tutayataja, itakuwa ni darasa tu fupi kwa sababu ni marefu, ni 7 masharti 7, lakini tutayataja kwa haraka haraka. Sharti ya kwanza ni al-ilmu bimaanaha wa nafyul jahl, ni elimu, kusoma, kujua unalotamka. Neno linalotamkwa ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Je, walijua? Umelisoma? Ni vipi kulisoma? Ni kusoma vitu ambavyo kwamba vinataka visuhubiane na hili neno, sio kutamka tu. Vitu gani vinatakikana vifuatane na hili neno, components, vile vitu ambavyo kwamba vinajenga hili neno. Vitu gani? Elimu. Kujua la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni kusoma Uislamu mzima, ni kumsoma Mwenyezi Mungu mzima. Ujue kwamba Mola wako ataka nini, hataki nini. Mola wako nani? Mbona ameitwa Al-Qadir, muweza, alafu akaitwa Al-Qadir? Tofauti zake nini? Al-Alim, mjuzi. Al-Alim, mjuzi sana. Hapo hapo Mwenyezi Mungu anaitwa Al-Jabbar, Al-Latif, mpole, Ar-Rahim, mwenye sikitiko, Al-Karim, mkarimu. Lakini hapo hapo Mola wetu anaitwa Al-Jabbar, Jabari. Jabari ni mtu asiyojali, ajali kabisa. Hapo feri, waliyadhu billah, feri ndio kuna vita watu wengi, jamaa zetu sisi wenyewe tutashinda hapo. Lakini ile feri, naudhu billahi min dhalik, siku moja izame tu ile feri nzima, jambo izame, iende na magari yake na watu wake na mizigo yake, machungwa, ndimu, kila kitu na kuku, yeye itumbukie pale baharini mpaka ndani. Halafu habari zitaenea, waambiwa kulikuwa na nani, kulikuwa na nani. Itakuwa ni msiba hapa Ukunda, itakuwa ni msiba Likoni, itakuwa ni msiba Mombasa.
Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoangamiza watu wa Thamud, walipomkata yule ngamia miguu wakamuua, fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, Mwenyezi Mungu akawaangamiza wale watu bidhanbihim, kwa sababu ya yale madhambi walioyafanya. Ngamia wa Mwenyezi Mungu, hadhihi naqatullahi wa suqyaha, ngamia wa Mwenyezi Mungu na kinywaji chake, msimdhulumu. Leo mtakunywa maziwa, kesho ngamia atakunywa maji, mwachie maji. Wakamkata. Yule jabbara akajitokeza, Salif akasema mimi ndio nitamkata, nyinyi mwaogopa. Akamkata, akafa yule ngamia. Wengine wasema ngamia mtoto wake akakimbia, ala kulli hal, lakini ngamia wakamwangamiza. Mwenyezi Mungu akawaangamiza wote wote. Anasema mwisho wake, fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha. Wala Mwenyezi Mungu hajali amefanya nini, hajali mwisho kwamba kumepotea Muhammad wala kumpotea Salimu. Wala sio kwamba Mwenyezi Mungu akifanya vile basi alafu ikifika magharibi ukaa akalia akasikitika, watungwa imekuwaje sijui. Hajali, shamaliza kazi yake. Mutakabbir, mwenye kibri. Hizo ni sifa ngumu ambazo kwamba bin Adam ni makosa kuwa na sifa hizi. Haiwezekani kuwa na sifa hizi, sio sifa zako wewe, lakini Mwenyezi Mungu ni sifa zake. Sasa hapa ndio twasema la ilaha illa Allah ni neno fupi, lakini kwanza lataka elimu. Umsome Mwenyezi Mungu, nani Mola wako, mtume nani, dini yako ikoje. Wewe umeingia kwenye Uislamu ndio, au umezaliwa katika Uislamu waswali waijua suratul Fatiha? Sijui. Yaani umesilimu mwaka jana mpaka sasa suratul Fatiha uijui? Ukubaliwi, haikubaliwi mpaka uijue hiyo suratul Fatiha, mpaka ujifundishe. Itaruhusiwa siku ya kwanza umesilimu, utahesabiwa, lakini baada ya muda uruhusiwi kwamba mimi sijui suratul Fatiha. Ndio sababu hivi sasa hakuna udhuru wa Muislamu yoyote ambaye kwamba hajui vitu ambavyo ni lazima kwake kuvijua. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, kutafuta ilmu ni faradhi, ni lazima kwa Muislamu mume na Muislamu mke. Ilmu gani? Ilmu ya dini. Kijijini, mfano hapa Kibundani Kilolako, kuna profesa huyu wa biology, huyu mwingine si wa psychology, mwingine wa sociology, mwingine si paracology, mwingine dodomology. Hizo mology zote zimalizike, lakini kesho kutwa tuwagawanya zakatul fitri kwenye kijiji. Hakuna hata mmoja ambaye kwamba ana elimu ya kugawanya zaka. Hiyo jamii imeoza, pamoja na sociology zao, pamoja na biology zao, pamoja na paramology zao, zote hazifai hizo. Ikiwa hakuna hata mmoja aweza kusimamia maiti kukafiniwa mpaka akazikwa yule maiti, basi hizo hazifai. Sasa utaona elimu, kuna elimu ya faradhi ya lazima. Hii tunayoizungumza alilmu bimuqtada la ilaha illa Allah, ni kila Muislamu ajifundishe la ilaha illa Allah. Yataka nini? Zile elimu zingine zinaitwa fardhu kifaya. Fardhu kifaya ni elimu ambazo kwenye kijiji akipatikana mmoja tu tosha. Mfano hapa kwetu Kilolako, iwe hakuna daktari hata mmoja, tunaye daktari tosha, kwa sababu tukipata maradhi tuenda pale sisi. Lakini hakuna hata daktari mmoja, alafu tupate maradhi, watu waanze kudhurika, sisi sote tuna madhambi, jamii yetu yote itakuwa na madhambi. Lakini akipatikana mmoja, wengine hawajui, yule abeba jukumu la wenzake. Na elimu zingine zote ambazo kwamba tunaziita za kidunia, lakini si elimu za kidunia, ni Mwenyezi Mungu ameziteremsha kwa sababu yake, ya kwamba hapa kunatakana mtu ambaye amesoma electricity, tuone electrician ni ulimwengu wake wa electricity huu. Basi kuna matatizo, yule anakuja kutusaidia, fardhi kifaya yatosha. Lakini elimu ya dini, kujua la ilaha illa Allah, lazima kila mmoja ni lazima, kila mmoja ni lazima ujue zaka yagawanywa vipi,
ujue swala yaswaliwa vipi, ujue Mwenyezi Mungu majina yake, ujue kwa nini jina hili liko hivi, nikifanya hivi nimekosea, nikifanya hivi nimeelekeza. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua ya kwamba hakuna mwingine anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Fa'lam ametanguliza elimu, alafu ndipo akasema la ilaha illa Allah. Idhan alilmu awalan, ilmu inatangulia. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ambaye atakufa na anajua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, ataingia peponi. Sikiza ya maneno, atakayepatwa na mauti na anajua katika moyo wake kwamba hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki, kwa muktadha wa neno hili, basi ataingia peponi. Amekufa bwana, hakutamka la ilaha illa Allah, ameniudhi sana. Yeye amekufa ila hali anajua kwamba hapana mwenye kupaswa kuabudiwa. Kwa hivyo watu wasisumbuane, mtu akata roho, yeye ana mambo yake afikiria, wewe wamshika masikio, sema la ilaha illa Allah. Hakusema la ilaha illa Allah, huyu amenisikitisha sana, nimemwambia mpaka nikachoka mimi, ameniudhi. Sio kazi yako. Wala husnul khatima, sio kwamba mtu amezungumza la ilaha illa Allah, aweza kuwa hakuizungumza lakini amekufa kifo kizuri. Husnul khatima maana yake hiyo la ilaha illa Allah ukitamka bahati yake, lakini kama hakutamka wala msitoke na huzuni. Husnul khatima maana yake ni mtu kufa na yale matendo yake ya mwisho yalikuwa matendo gani? Mwangalie yule mtu alikufa, alikuwa afanyaje mwisho? Juzi alikufa mwanachuoni mkubwa akiitwa Abu Ishaq al-Huwaini Misri, nikatumiwa rekodi ya maneno yake, anayazungumza maneno ya mwisho, azungumza na mwenzake, yeye ataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema atamanna an ara safhata wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mimi natamani nione uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, natamani kama si hapa duniani, hapa anaponiondoa Mwenyezi Mungu, hapo siku ya kiyama nikauone uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno mazuri haya, si kila mmoja aweza kuyatamka. Watu wanakufa humu, wanaimba mzumbano, wanaimba mwanamdungu, yuwafa lakini aimba nyimbo, wewe utashangaa pia. Hiyo ni dalili ya kwamba huyu mtu alikuwa mtu wa hivi. Na Mtume anasema kila mtu atafufuliwa na kile alichokufa nacho. Kama umekufa na kitu kizuri, ndio husnul khatima. Husnul khatima ni zile kazi zako unazifanya kabla ya mauti. Sasa mauti amekupata, ulikuwa mtu wa vipi? Waambao mwenyewe ameagiza futari zake za miogo na samaki azitamani, akajilaza kidogo, alasiri bado mkewe aenda kumshika, hamki, shakufa tayari. Angalia, amefunga. Hiyo ndio husnul khatima. Kwa hivyo ikiwa wewe si mjuzi wa la ilaha illa Allah, uko hatarini. Kuanzia sasa wewe kama si mjuzi wa la ilaha illa Allah, haya tuliyotaja wewe uko hatarini. Mfano wao ni kina Firaun la'natullahi alayhi. Firaun alijua tu kwamba kuna Mola, Musa anamtaja, watu wanamtaja, lakini hakushughulika. Yeye ndiye alijua kwamba mimi ndio Mola. Firaun mauti yalipokuwa yanampata, sasa hizi ni habari tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatukuwepo sisi. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Yunus, wajawazna bibani Israila al-bahr. Historia ndefu. Bani Israil walikuwa wanateswa na Firaun. Musa akaja, ndiye mkombozi, amepigana na Firaun, sasa anakimbia pamoja na jeshi lake. Wakafika kwenye bahari, akapiga bahari ikapasuka. Bani Israili wakapita nyuma ya Musa mpaka wakamalizika. Firaun naye anapita, bahari ikafunga. Mwenyezi Mungu anasema wajawazna bibani Israila al-bahr, tukawapitisha Bani Israil kwenye bahari.
Faatba'ahum Firaun wa junuduhu, Firaun kwa sababu ya tamaa za kuwapata maadui zake akawafuata, lazima niwapate hao. Baghyan wa adwan, kwa sababu ya ujeuri na uadui. Hatta idha adrakahu algharaq, alipofika katikati, Mwenyezi Mungu akaamrisha maji yakafunga. Sasa anaghariki, sasa ndio mwisho wake hapa. Sasa qala, maneno yake aliyosema ni haya, anatuambia Mwenyezi Mungu alitaka kusema maneno haya, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, na mimi nataka kuamini yule ambaye kwamba walimwamini bani Israil. Nani huyo? Mwenyezi Mungu wa haki, na mimi nataka kuingia humo. Yasemekana alitaka kufungua mdomo aseme maneno, Jibrili akaja na kifusi cha baharini akamtia kwenye mdomo wake, hakuzungumza. Na sisi ni katika Uislamu. Huyo Firaun, Mwenyezi Mungu akamwambia al-ana wa qad asaita qabl, atamka maneno hayo sasa, na wewe umeasi toka hapo. Wa kunta minal mufsidin, na ulikuwa katika wale wenye kufisidi katika ardhi. Haiwezekani usiyatamke. Falyawma nunajjika bibadanika, leo tutakutoa hapa baharini mwili wako uhifadhike. Litakuna liman khalfaka aya, ili uwe alama kwa wale watakaokuja baada yako, waone kwamba kuliko na mwingine mjeuri sana. Huyu alikuwa akidai Mola na alikufa huyu. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, wengi katika watu katika aya zetu wanaghafilika. Kwa hivyo Firaun hakutamka, bimaana Mwenyezi Mungu hakutaka yule Firaun atamke. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakutaka kujua toka hapa duniani ya kwamba yeye ndiye Mola peke yake anayepasa kuabudiwa kwa haki. Na alikuwa akijua Firaun kwamba Mola yupo. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, alikuwa akipinga lakini akijua kwamba yuko Mola. Na ya pili, kwa hivyo sharti ya kwanza ya la ilaha illa Allah, mpaka ujue, mpaka ujifundishe, mpaka usome. Tumesema hutokuwa na udhuru kila siku wewe, Sheikh, mimi sijui dua Kiarabu mimi, je, naweza kuomba Kiswahili kwenye swala? Kila siku maswali yako ni hayo wewe. Na hapa kwenye swala kuna dua zake, kuna masomo yake, kuna dhikri zake. Lazima ujifundishe bwana. Bila kujifundisha utaingia kwenye makosa. Ya pili ni al-yaqin. Ya kwanza tumesema nini? Al-ilmu. Katika masharti ya la ilaha illa Allah ni kwamba lazima usome dini yako, ujifundishe, ujue Mola wako. Ya pili ni al-yaqin. Neno hili la ilaha illa Allah, wakati tunapolizungumza uwe na yaqini ya kwamba mimi ninayezungumza sina shaka. Kinyume cha yaqini ni shaka. Mimi ninazungumza kwamba Mola wangu ni huyo, wala sina shaka. Kwa sababu kuna watu walifanya shaka na kuna watu mpaka sasa wana shaka. Hatari kubwa sana mpaka sasa. Tukizungumza maneno haya, reference ni wanafiki. Wanafiki wale tunaita wanafiki wale. Mnafiki ana shaka, ana wasiwasi, hayuko na msimamo kwa sababu ya ile shaka yake. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwazungumza wanafiki katika suratul Baqara. Tuelezee wanafiki walipatikana vipi? Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wakikutana na waumini msikitini hapa, qalu inna ma'akum, wanasema wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Wakikutana na walioamini wanasema sisi tumeamini. Wa idha khalu ila shayatinihim, wakienda kule kwa mashetani wenzao, kwa watu wabaya wenzao, qalu inna ma'akum, usema la, sisi tuko pamoja na nyinyi. Innama nahnu mustahzi'un, sisi kule tutafanya mzaha tu, tutafanya maskhara tu. Hawa ndio watu wa shaka, hawa hawana yaqini. Hawa walipatikana wakati gani? Asili yao wanafiki kama wapo hivi sasa ni wale vitukuu wa wanafiki wale, historia yao. Jamii ya Makka, Mtume alipokuwa Makka ilikuwa hakuna wanafiki, wala hakukuwa na haja kupatikana wanafiki. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa jamii ni mbili tu, Waislamu na makafiri basi.
Kafiri akisilimu ni Muislamu na yule hajasilimu ni kafiri, basi hakuna wanafiki, ima kusilimu au kafiri. Wakaishi hivyo mpaka walipohama Madina. Walipokuwa wako karibu na kuja Madina, hapa Madina kuna makabila haya mawili, Al-Aus wal Khazraj, Waarabu hawa ndio wenyeji wa Madina. Tulisema juzi kuna wale wana wa Israeli waliokimbia kule, waliokuwa wakipotea, walipigwa na tii zama za Musa walipofanya vituko na ujeuri, wakapotea mpaka wengine wakatokea Madina. Yathrib ilikuwa ikiitwa Yathrib. Walipoingia Madina wakapapenda na waligawanyika makabila matatu: Banu Nadhir, Banu Qainuqa na Banu Quraidha. Haya makabila ya Mayahudi. Kwa hivyo Aus walikuwa na rafiki zao hawa Banu Nadhir, na Khazraj walikuwa na rafiki zao Bani Quraidha na Banu Qainuqa. Watu wanaishi Waarabu na Wazungu. Bani Israil walisema, sisi tuko hapa Madina, tuamsubiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuje tumnusuru, kwa sababu tumesoma katika kitabu cha Taurat atatumilizwa mtume wa mwisho ambaye anaitwa Muhammad. Ndugu zake watamfukuza kule Maka, watamfukuza. Sisi tuamsubiri hapa Madina, tumpokee na vigelegele na tuje tumwamini, tuwe ni watu wa kwanza kumnusuru na kuingia peponi. Sasa Aus na Khazraj walikuwa na mtu wao wamemchagua, wanamtengenezea kofia ya ufalme. Huyu mtu anaitwa Abdullah ibn Ubay bin Salul, wanamtengenezea kofia ya ufalme. Alikuwa very handsome guy, mtu wa akili sana, wanataka kumpa ufalme wa Madina. Mara watu wakasikia bwana mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuaja kutoka Maka kuja Madina. Unafikiria kuna mtu wa mfalme mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bwana mkubwa Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad yuaja Madina, kuna mtu atathubutu kuvikwa taji mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? La hasha wakalla, la hasha wakalla. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu walipomuona tabia zake na mwenendo wake, akawa ndiye mwenye kusikilizwa pale Madina kuliko mwingine. Sasa hapa ndio kukatokea familia ya unafiki. Vipi? Muhammad alitengeneza dola hapa Madina, likawa na nguvu. Vita vya kwanza ni vita vya Badri. Watu walienda kwenye vita, wakapigana vita na wakashinda Waislamu. Sasa wale ambao kwamba walikuwa hawapendi Uislamu, kina Abdullah ibn Ubay bin Salul, wakaangalia, sisi tukikaa kwenye makafiri yaweza ikatokea siku nyingine Waislamu wakashinda, sisi tutakuwa watumwa. Na tukiwa katika Waislamu, hawa wasiokuwa Waislamu wanaweza wakashinda kwenye vita, sisi tutakuwa tumeadhirika. Sasa tubaki katikati, balance, tu balance, huku kuko na huku tupo, huku tupo na huku tupo, ili tukienda kwenye vita Waislamu tukishinda, tumo sisi bwana. Ni kama zile timu zile. Yeye mtu kila siku ni Liverpool, lakini sasa wala haijui Liverpool ilivyokuwa, wala ilivyoanza. Mtu yuko Arsenal lakini wala haijui ilivyoanza ya Arsenal. Sasa ikifungwa Liverpool hayumo, siku hiyo hayumo, lakini ikifungwa Arsenal, sisi tumo bwana, ndio sisi Gunners bwana. Natoa mfano wa wale wanafiki, baki na timu zenu. Sasa wale wanafiki wakawa hivyo, sisi wale Waislamu wakikaa tuko nao, toka nao wale Waislamu. Bwana wale hawafai bwana, wale wanasema hivi na hivi bwana wale. Alafu jioni wanarudi kwa wale makafiri, nasema wale wanasema hivi na hivi na hivi. Sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja akawaumbua katika Qur'an. Kuna aya katika suratul Baqara, aya nyingi zimezungumzia wanafiki. Ndio hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mwenyezi Mungu pia atakuwa yeye kama wanafanya mzaa, na yeye atawafanya mzaa na atawatia katika adhabu kali. Tunazungumzia hawa watu wa shaka, yani sharti ya pili ni kutia shaka, sharti ya pili ni yaqini kinyume ya shaka.
Na hawa wanafiki ndio mfano mzuri wa watu wa shaka. Tutawaelezea historia yao. Tumejua historia yao, unafiki ulianzaanza vipi. Ni wale watu wa Madina waliochelea Waislamu wakishinda tutakuwa wadhalilifu kwenye makafiri, na makafiri wakishinda tutakuwa tumedhalilika upande wa Uislamu. Kwa hivyo wakabakia katikati. Siku moja katika vita vya mwaka wa 10, Ghazwa Tabuk, ni vita hivyo vinatoka Madina vinaenda zake upande wa Sham. Hiyo njia ambayo kwamba unataka kwenda Syria, ukitoka Madina, hiyo njia ambayo kwamba unataka kwenda zako Syria, ndio Tabuk iko huko. Mtume aliandaa jeshi, watu wanaenda katika jeshi, wanatembea, wanaenda kwenye vita. Kuna bwana mmoja akatoa sauti, akasikika katika wanafiki. Sikiza maneno yake haya, maneno ambayo kwamba hayatakikani katika jamii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayataki maneno haya. Ni maneno ya wanafiki, na wale wanafiki hawauawi, ndugu zangu Waislamu, hata kwamba na waua ni wanafiki. Mnafiki hawa, kwa sababu mnafiki ni Muislamu. Eti hapa msikitini kama kuna mnafiki utamjua vipi? Asa utamuua vipi sasa? Na mtu aliyeswali ni Muislamu, usimpige ukasema ni mnafiki. Na dalili za wanafiki zimetajwa katika sheria. Ayatul munafiq 3. Sheikh Muhammad, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha atumina khan. Alama za mtu munafiki ni 3. Idha haddatha kadhaba, akizungumza sema urongo. Kwa hivyo mtu kama ni mrongo sana ni mnafiki huyo, kwa sababu ndio alama zao hizo. Wa idha wa'ada akhlafa, na akitoa ahadi ana khalifu. Karibu inaingia watu wengi, kesho saa 3 bwana aje saa 5, ushakuwa mnafiki wewe. Katika alama za mnafiki ziko na watu wengi katika zama zetu. Tukisema tunawaua wanafiki tutawamaliza Waislamu. Kwa hivyo wanafiki ni Waislamu, tuache hivyo hivyo, lakini wametajwa. Wa idha atumina khana, ukimwamini anakukini. Mmeuza shamba pamoja, dili ilikuwa moja, akipata pesa haonekani, nafiki huyu. Sasa siku moja watu wanatembea katika vita, bwana mmoja wa Madina akasema maneno haya, ma raaina mithla qurraina haula, hatujaona kama hawa. Aishiria sahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unajua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuja kutoka Makka wakaja Madina walipata tabu, kwa sababu hali ya hewa ya Madina ni ngumu sana. Nimeishi kule miaka 4. Hali ya hewa ya Madina ni kavu, baridi yake ni kavu, joto lake ni kavu. Ukija baridi ni tabu, ukija joto ni tabu. Sio kama Makka. Makka ni karibu na Jidda. Jidda ni baharini. Kwa hivyo Makka hewa yake ni kama ya Jidda, ya baharini. Sasa walikuwa watu wa baharini kule, kama wewe mtu hapa pwani, upelekwe wapi? Upelekwe Sudan, Juba huko. Sasa walipokuja walipata tabu na maradhi, wengine wakakonda, wengine mpaka wakati huo afya zao hazijakuwa nzuri. Yule bwana asema, hatujaona watu ajabu kama watu hawa waliokuja kutoka Makka hapa Madina. Aishiria maswahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema arghaba butunan, wanapenda kula sana hawa, wala akdhaba alsunan, ni warongo sana hawa, wala ajbana inda liqa, ni waoga sana katika vita hawa, wanakimbia kwenye vita. Faqala rajulun fi almajlis kadhabta, mmoja alikuwa katika majlis akamwambia, wazungumza urongo wewe, kama waishiria maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakinaka munafiq, wewe ni mnafik. Haya maneno nitayafikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno wallahi nitamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana, Mtume alipopata habari, Mtume alikasirika mno. Huyu bwana alipopata habari, Mtume amepata maneno, amekasirika, akaja akashika yule ngamia wake akaburutika kwenye mchanga. Ya Rasulullah, nisamehe, inna kunna nakhudhu wa nalab, ilikuwa sisi tunafanya mzaha tu, tulikuwa ni istizahi tu, chemma tamu tu iga. Ikateremka aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia, abillahi, hivi kwa Mwenyezi Mungu, wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahzi'un, nafanya istizai, yani mwafanya istizai na aya za Mwenyezi Mungu.
na maneno ya Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe pamoja na mtume wake wafanya mzaha. La ta'tadhiru, msitaki udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, ni kufuru. Hata kama ulikuwa ni Muislamu ushakufuru wewe ukifanya istizai na Mwenyezi Mungu. Yani kufanya istizai na Mwenyezi Mungu, mambo ya Mwenyezi Mungu, mfano Mwenyezi Mungu atajwa asema huyo Mungu basi naye hachoki, huyo Mungu basi naye hatuonee huruma, huyo Mungu naye kwani hajui kwamba sisi tuna njaa. Istizai hizo hatari sana, na ni maneno ambayo sisi tunayapendelea kila wakati. Ile je Mwenyezi Mungu istizai, shakuwa kafiri wewe, kama huyo alivyokuwa kafiri. Wa ayati, na Qur'ani yake, aya zake usifanyie mzaha. Hii Qur'ani uifanyie mzaha, ushakuwa kafiri. Yani wewe ujisomee aya hovyo hovyo, na ukiambiwa wacheka, una wasiwasi, ushakuwa kafiri wa rasuli na mtume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atajwa, wewe wasema wewe Mwarabu wenu achana na sisi bwana, pia ushakuwa kafiri. Kwa hivyo sisi tuzungumzia watu ambao kwamba wanafanya istizai na aya, hatuzungumzii watu wanaoikanyaga Qur'ani. Kuna mtu aikanyaga Qur'ani, yuko juu aikanyaga Qur'ani, au airarua au aitia najisi, atuzungumzia hao. Hao ni watu wengine hao. Tutazungumzia hawa watu ambao kwamba wanafanya istizai kila siku na maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitajwa fanya adabu, aya zake zikitajwa fanya adabu. Kama huwezi kusikiza nenda mbali. Mtume akitajwa, huyu mtume akitajwa fanya adabu. Kwa hivyo huyu bwana ikawa hivyo, akajulikana kwamba ni mnafiki. Abdullah ibn Ubayy ibn Salul. Hiyo ni sharti ya ngapi? Ya pili. Jamani, tumesema ya kwanza yaitwaje? Sharti ya la ilaha illa Allah, al-ilmu. Elimu ya hilo neno la ilaha illa Allah lazima ulisome. Ya pili nini? Al-yaqin. Ulitamke na una yaqini. Lakini kama unalitamka kama wanafiki walivyotamka, ile neno halikubaliwi bwana. Muhammad aliishi na wale watu na wako kwenye msikiti wake na anawajua majina yao wanafiki mmoja baada ya mmoja. Aambiwa na maswahaba, basi kama wapo kwa nini usiwaue? Muhammad akasema la, sio watu wa kuuawa wanafiki. Watu watasema Muhammad anaua maswahaba zake kwa sababu hawa wanajulikana ni maswahaba zangu. Kama ni unafiki na ujua mimi. Walijenga pia msikiti wao. Mtume alipoenda katika vita hivi vya Tabuk, walikuwa na msikiti wao wanaojenga, msikiti wa mtume huu, nao wao kama hapo Kibundani kwetu hapo kwa Vumbi hapo. Wakajenga kasikiti chao. Sisemi kwamba msikiti ule wa pale ni msikiti mbaya, wakajenga msikiti ukaitwa Masjidud Dirar, msikiti wa madhara. Haukuwa msikiti wa khairi. Lengo la msikiti huu eti ni kumaliza nguvu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Twajenga wetu hapa tuwaonyeshe ni kina nani wengi watakuwa na swali kule au hapa. Msikiti wetu wenyewe. Hivi sasa imekuwa ni dharura misikiti iwe mingi, Waislamu ni wengi. Na msikiti hapa, msikiti wetu. Na msikiti pale kwa Gobodo. Na msikiti hapa Kongo. Tuna msikiti Mwakigena hapa. Kuna mwingine Polisi hapa. Na yote mashallah inapata tarawih, inapata watu. Lakini huu ulijengwa kwa sababu ya kuvunja. Na kama misikiti hii iliyoitaja, kama kuna msikiti lengo ni kuvunja mwingine, haufai. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa lengo lao, wamemwalika akitoka vitani, wamwalike aje afungue msikiti wao. Mtume akaambiwa kumejengwa msikiti wa kuvunja msikiti wako huo. Kaambiwa usisimame kabisa katika msikiti huo. Huo ni Masjidud Dirar, ni msikiti wa madhara. Usisimame kabisa. Na tena ukatumia askari ukaenda kuvunjwa Masjidud Dirar, msikiti wa madhara. Kwa hivyo kwa ufupi, hawa ndio wanafiki wakiongozwa na Abdullah ibn Ubayy ibn Salul.